It takes courage to do anything bigger at any place. Inakutaka uwe na moyo wa ushujaa, moyo wa ujasiri kufanya jambo lolote lile kubwa kwenye maisha yako. Usipokuwa na moyo wa ujasiri kufanya jambo lolote kubwa, halitakuja kufanyika wala halitakuja kutokea. Si kwa sababu Mungu hayuko pamoja na wewe. Mungu anasimama na watu mashujaa. Pamoja na kwamba Mungu anakuambia ile ardhi nimekupa, lakini hautaichukua bure bure. Anasema hii nchi nimewalisisha baba zako, nishawaahidi kwamba nitawapa. Alafu kwenye hiyo nchi ambayo anawapa, hajawaondoa Wanefiri, hajawaondoa Waanaki, hajawaondoa Wayebusi, bado wako pale pale. Lakini anasema nchi hii nimekupa wewe. Kitakachokuwezesha kwenda pale hata kama Mungu amekupa ni ujasiri ulionao. Kuna watu ambao wana maono ya kuwa na mabiashara makubwa. Wapo watu hapa mna dreams, unaota mambo makubwa. Mungu wakati mwingine amekuonesha picha kubwa la kitu ambacho unapaswa kufanya. Na wengine wanatutazama, inawezekana anataka kugombea hata ubunge, ameoneshwa jimbo ni la kwake, lakini unakuja kugombea na mtu ambaye ukishinda na kuua. Yuko mgombea mmoja alikuwa ni rafiki yangu, baadaye alikuja kunipa ushuhuda kwa nini aliailisha kugombea ubunge. Anasema aliwahi, kuna moja nimewahi kwa hapa, I think this is another one. Anasema akamwalika wakati tu anatia nia kwenye vyama hivi vikubwa, akamwalika nyumbani, akamwambia bwana, nina shida na wewe, kwa sababu ni mtu wa heshima, mzee anafahamika. Akaamua aende, akamuingiza kwenye chumba fulani, akamwambia njoo uone kuna kitu nataka nikuonyeshe. Akamfungulia mahali pana sehemu ya pesa na mahali pana jeneza. Afa akamwambia chagua au jeneza. Anasema nimesikia bwana mdogo nataka kugombea, lakini leo hii chagua unachokitaka. Nikupe pesa uende wachane na hii mambo, kwa sababu alikuwa ni kijana tishio, au uchague hiyo nafasi, lakini jeneza ni la kwako, nimeshakutengenezea kabisa, hakuna atakayelipia, nimeshalipia. Aliahirisha kugombea. It is true, inawezekana angegombea angekufa, kwa sababu wapo waliojaribu kugombea kwenye ile nafasi na wengi walikufa. Bungeni yuko mtu mmoja aliwahi kumnyoshia mtu kidole hivi, akamwambia umeninyoshia kidole mimi, tunahesabu siku zako, na yule mtu akafa bungeni. So inahitaji ujasiri kufanya kitu. Unaweza kuwa unataka frame ya biashara au unataka kuanzisha kanisa mahali, mtu anakuja anawaambia hapa huwezi kuanzisha kanisa, kianzisha kanisa nitatembea uchi, au wewe utatembea uchi. Tafsiri yake ni kwamba kianzisha hilo kanisa hapo utakuwa kichaa au mimi niwe kichaa. Now itakao kusaidia kushinda hapo ni ujasiri, si kwa sababu Mungu amekuacha, lakini itajalisha sana ujasiri ulio nao wa kumwamini huyo Mungu aliyeko ndani yako, kwa sababu God is there. Lakini Mungu hafanyi kazi na watu waoga, watu wenye hofu, watu wanaoogopa. Mungu anafanya kazi na watu waliojasiri, ambao hata kama taifa zima likawageuka likasema tusimami na wewe, atakuwa na ujasiri tu akasema Mungu yuko pamoja na wewe, hii kitu kitasimama. Haleluya. Amen. Kama nanielewa sema amen. Amen. You must have a courage. Inasema ushujaa ni kuwa na ujasiri mzuri wa kufanya kitu ambacho umekusudia. Kitabu cha Ayubu sura ya 22 mstari wa 28 inasema utakusudia neno nalo litathibitika kwako, na mwangaza utaziangazia njia zako, hata utakapoanguka utasema kuna kuinuka tena. Kwa nini utasema kuna kuinuka tena? Kwa sababu you have a courage inside. Uko na ujasiri ndani. Mtu anayeanguka halafu akasimama ana ujasiri fulani ndani yake. Mtu anayeanguka anashindwa kusimama, maana yake kuna ujasiri umepotea ndani yake. You must be able to be courage, strong. Wakati ambao biashara zimeharibika au vitu vimeharibika, how courage you are to do that things in a tangible way. Kukata tamani alama ya mtu ambaye amepoteza ujasiri ndani yake. Kwa nini wa shetani wanakuja kwa namna ya kutisha? Anakuja kwa namna ya kutisha ili kukuondolea ujasiri. Manguo mengi kwa wale ambao wameenda kwa mganga, ukienda kwa mganga, jambo la kwanza atalifanya atakuondolea ujasiri. Kifika pale, na hapa mawe kwenda kwa mganga, nyosha mkono. Unaogopa kama mjaye kwa shirikina. Kama waenda kwa mganga, moja kati ya kitu taona, kifika kwa mganga atafanya hivi. Hapa atachukua mahali pana kama vidamu hivi, anachovya, anakupigia nayo hivi. Anakupiga mawenge kwanza. Kika namna hii, anakuambia ninaona mzimu wa bibi yako. Hata kama hujawahi kuwa na bibi yako unayemfahamu, unakubali hapo hapo, kwa sababu tayari ameshakueua, amekuondolea that courage of inside. Au kwa mfano unaweza kaenda kwa mganga akakwambia usiingie kwa kutazama huku niliko, ingia kinyume nyume. Hiyo yote anakuondolea ujasiri. Hebu fikiria, unaingia mahali hujui panafananaje, si ndivyo? Alafu unaingia hivi, anakuambia funika macho, unafunika macho, unakutana na kitu kama lipembe linakugonga linakuchanganya blangata kwanza. Anakuambia geuka, usifumbue macho. Ukifumbua macho mizimu yangu itakasirika, au utatoka huko. Kwa unafunika macho. Alafu unafanya nini? Unakuja unafumbua tana na mapembe, au mganga mwenyewe ana mapengo ya hapa, ashang'oaga meno ya uganga yale. Alafu akihanya hii, akitazama hivi, hapa hamna jino na hapa hamna jino. Anaambia huyu ndo mganga mwenyewe. Umefika, huyu ndo kiboko ya wachawi wote.
Kwa mtu atamsikiliza mganga na atamwambia hii dawa haya oga. Hiyo ndio unashangaa mtu anaambiwa vua nguo. Kwa nafikiri wadada ambao wamelalaga na waganga na wana mimba za waganga walizipataje? Kwa sababu akishafanya hivyo, hata wanaume wapo waganga wanawake wamelala na wanaume kabisa ambao wameenda kwa waganga. Kwa sababu mganga kishakwambia hivyo, afa kwambia hebu vua sketi yako. Unavua bila hata, kwani utauliza maswali kwa mganga kwa nini vue? Daktari haulizi maswali. Fuata maelekezo ya daktari. Kwa unavua sketi. Vua na blouse yako. Unavua. Haya, lala hapo. Unalala. Fanya hivi, unafanya. Yaani kama litaila fulani hivi. Kilichopigwa hapo ni kitu kinaitwa confidence. Silaha ya shetani atakachokuondolea, atakuondolea ujasiri. Haya mambo niliyoongea walioenda kwa waganga wanaelewa. Anakuondolea kitu kinaitwa confidence ya ndani. Maana anakuondolea ushujaa ambao Mungu amekupa ndani. Kama inaelewa sema amen. Kama inaelewa sema amen. So huko ni kwa mganga. So even in a real life, hata kwenye maisha ya kawaida ndivyo ilivyo. Shetani anakuondolea ujasiri. Unaweza kuanza biashara na ukashangaa wateja they are not coming, na ukasema kwa sababu wateja haji, ngoja nifunge biashara. Usije ukafunga biashara kama hujafungua goli lingine, kwa sababu bora kuwa na biashara ambao wateja hawaingii kuliko kutokuwa na biashara kabisa. Bora kuwa na biashara ambao wateja hawaingii kuliko kutokuwa na biashara kabisa, kwa sababu when you have a business ni kama uko na goli la Mungu kufungulia baraka. Kwa ukifunga kwa sababu watu hawaingii ukasema nimechoka, maana yake ushujaa wa kufanya hicho kitu shetani amefanyaje? Amekiondoa. Nani amenelewa ninachokisema? Nani amenelewa ninachokisema? Kama amenelewa sema amina kwa nguvu. Amen. So vitisho vingi unavyoviona ni kwa ajili ya kukuondolea confidence ya ndani. So shetani akipata courage yako, do you know kuna uhusiano mkubwa sana kati ya imani na ushujaa. Goliati ni mkubwa, madeni ni makubwa, lakini unasema okay, haya nitalipa. Na ndio maana Biblia inasema amelaaniwa mtu yoyote anayemtegemea mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake, moyoni amemwacha Mungu. Unapaswa kuwa na ujasiri na ukamwamini Mungu wewe kama wewe, ili uone matokeo kwenye vitu vyako. Ndipo ambapo utavifanya hivyo vitu bila kuteteleka, building up yourself. Na ndio maana tumetoka hapa kuomba kwa habari ya mahusiano na Mungu, kwa sababu ukiwa na Mungu, how do you give up? To give up is a sign that you don't have God. It is not done until it is done. Hajaisha mpaka imekwisha. Na sisi kuisha ni mpaka umekata tamaa, kwa sababu kwenye imani hii ya kumwamini Kristo hatuamini kwamba fail. There is no a word called failing, lakini kuna neno kukata tamaa. Kwa ukikata tamaa, Mungu hawezi kujidhihirisha kwenye maisha yako. Wateja hawaji, biashara haiendi, and then you give up, you stop doing it, you are joining the hand of devil. Unaungana na shetani kudestroy maisha yako. Kitu chochote kilichochema kina vita yake. Until you win, you call the lead soldier. You must have a power to push until it bring the light result. Hebu sema ushujaa. Sema tena. Sema tena. Ushujaa. Ukianza kitu, umefanya utafiti, umejidhihirisha ni Mungu amesema, hata kama utabakia peke yako, endelea kukifanya. Hata kama ni kuuza suti yako ya gharama ili kufanikisha ulichohakikisha ni Mungu amesema, uza hizo suti zote, uza chochote. Yani hakikisha kile kitu unasimama nacho, kwa sababu pia Mungu anapokupa, let's say Mungu anakuambia ufanye kitu 1 2 3, utaiona baraka yangu hapa. Alafu let's say ukachoka kufanya, ni alama ya kwamba haumwamini Mungu aliyesema na wewe. Alama ya kwamba unamwamini Mungu ni kukifanya hicho kitu mpaka kikatokea. Kama hakijatokea unakifanya mpaka kifanyaje? Mpaka kitokee. So do it until it bring the right result. Tofauti watu waliotengeneza hii ndege unayoona inapaa, ilitengenezwa kwa miaka zaidi ya 14, more than 14 years. Yani do you know budget ya kutengeneza ndege? Yani sio kwa mwaka ndege moja, wanatengeneza nyingi, wanazijaribisha zinaanguka, wanajaribisha zinaanguka, wanajaribisha zinaanguka mpaka mwaka wa 14. I think I'm not sure if inawezekana ikawa ni zaidi ya hiyo miaka niliyosema, ndio kaja wakafanikiwa. Watu waliofanya vitu vikubwa, they had a belief on what they are doing. Mtu yoyote unayemwona amefika mahali, he tried a lot to push it. Lakini tofauti na wewe ni kwamba you give up too early, unakata tamaa mapema sana. Mimi siamini katika kupanda na kushuka, ila naamini katika safari ya kwenda mbele. Yani mimi siamini kwenda mbele na kurudi nyuma. Naamini kuna kwenda mbele, alafu unapoendelea kwenda mbele unakutana na changamoto zingine. Now when you meet with a challenge, inapaswa uendelee kulazimisha kwenda mbele. Watu wa Mungu, kurudi nyuma hatua moja alafu kaji ukarudi tena ukapiga tena hatua ya mbele ni gharama sana. So hapo ulipo ni pamana, endelea mbele, usirudi nyuma. Yani ni rahisi tu kusema okay, hii hela ninaiondoa, nitairudisha tena. Inarudije watu wa Mungu? Hairudi. Kwa ukiamua kufanya kitu na umejihakikishia kwamba hiki kitu Mungu yuko pamoja na mimi, hata upitie misuko gani, hakikisha unasimama na hicho kitu mpaka kinakuja kufanikiwa. Usiruhusu kitu chako kikapotea kirahisi rahisi. Hata Mungu atakuwa na kushangaa, hata shetani atakuwa na shangaa
namna ambavyo amekunyang'anya vitu kiwepesi. Hupaswi kupoteza nafasi yako au vitu vyako kiwepesi. Fight for your stuffs mpaka uhakikishe kile kitu nakifikia vizuri. Kama unanielewa sema amen. Amen.